That's where I began. Hiyo inaitwa Utange, Majaoni, Mombasa, in the village. Washirika wangapi? Nilihubiria watu 5, 2 years. Na sikuanzia hapo, nilianzia, unaona huko mbele minazi, huko minazi huko kuna korosho, nilikuwa nakaa chini. Hebu leta ule mshirika, wale washirika nilianzanga nao, ndio nikuambie huduma isikuue. Nataka kwanza ujiulize, na huyu Ratori akili yake ilikuwa mzuri. Unaona hiyo church? Mimi sikukuja hapa kukuambia go and fast and pray. Nimekuja hapa kukupa personal testimony ya kukuambia kwamba unaweza faulu. Na sikuanzia hapa, nilianzia chini ya mkorosho, cashew nut tree. Ndio mimi niende Majaoni, kuna washirika 3, 4 walikuwa natoka huko wakienda JCC Mombasa, Pakistan. Na hao wakija, muwape chakula, muwape fare, muwape nguo. Sasa wengine wakachoka, wakaambiwa, wakasema hawezi kwenda huko. Baba yetu akasema badala kuacha wale, kuna mtu anaweza enda huko. So wale hawezi, kuna mtu anaweza enda huko. Wewe ambaye unataka kwenda big city. Sasa hii ndio naongea kuhusu the minister and the ministry. And by then nikienda huko, mimi nilikuwa nahubiri nje Tanzania. Mimi ni mwinjilisti wa kimataifa. Lakini hao ndio washirika nilianza nao. Unaona huyo mama? Unaangalia vizuri, ana vidole hana ukoma. Hao ni wale walipigwangwa na ukoma. Vidole hii ilikuwa hakuna. Hii imekatika, mkono moja umebaki hii. Nyingine huko imekatika. Huyu anaitwa Mama Nyevu. Naongea kuhusu huduma na mhuduma. The minister and the ministry. Sasa sisi tukitolewa kule tuende tusaidie watu ambaye hawezi kuja kule. By then nimeacha kazi kule Serena. Na kitambo niache kazi haikuwa rahisi. Kuna siku Bishop Lai alisimama wakati kanisa ilikuwa kubwa sana. It was around 45,000 members. Sio wakuletwa kama hawa wachungaji wengine na mabasi. Sisi hatukuwa na basi za kuleta watu. Watu wa town Mombasa walikuwa wanajileta wenyewe. Akasimama akasema, Mungu ameita watu hapa na mnakataa kwenda kufanya huduma. Unajua ule hachezangi. Akatuambia you will die. We will die. 10 of us. Tukatoka Dr. Luku Mwangi, Kimeu, Ben Lisanza, Ratori, Charles Kwake, Crispus Wanyonyi, we were 10 of us. Sasa tukiitwa wale wengine, Dr. Luku Mwangi, Kimeu na mwingine alikuwa anaitwa Catherine Wambogo, alikuwa Mganda.
na Timeo, Luke Mwangi wa Mbogo wakawa accommodated in the church, the mega church. Sasa sisi tukawa tuna hang, sisi ni wakwenda mitaani na kwenda kuhubiria schools and colleges, tunarudi. Sasa wakati waliposema kuna kule Majaoni kuna watu wanatakana waende, kuna nani ataenda, kura ikaniangukia. Sasa wale watu hata waje waienda nje, wako tu hapa, mimi naendanga, kura ikafanya nini? Ikaniangukia. Tunasema kwa lugha ya sasa kimeumana. Tukaenda na Pastor Charles Okech. Pastor Charles Okech by then alikuwa lecturer Mombasa University, Mombasa Technical, upande wa engineering. Akaniambia, unajua mimi the nature of my job siwezi kukaa muda mrefu hapa. Sasa kwa sababu wewe ni mwinjilisti na uko na time, kura zinaangukia tu mimi, naomba tu naenda huko. Sasa tunaenda asubuhi, tunaenda kufanya door to door, tunaenda door to door. Saa zingine tunaenda kufanya school and colleges, wengine trees, wengine wanaenda jela, wengine. Sasa tukirudi asubuhi, tulikuwa tunaenda ingia kanisani saa 10 asubuhi. Nyinyi washirika wa hapa, mkiona mimi nakujanga kanisani asubuhi, sijaanza leo ati nimekuona kwenda. Nilianza kitambo. Nature, mnaenda mnahubiri, ikifika saa 12, ikifika saa 1 mnarudi. Kwanza mnakuwa kwa ibada. Siku hizo I remember tulikuanga na ibada 6 kwa siku. Ibada inaanza saa 11 mpaka inamalizika saa 3 usiku. Na sio ibada kama hapa mko nusu ya hii church. Watu wanajaa mpaka wanakaa huko nje. Sasa hapo mimi tukimaliza huko, hatukuwa na Mombasa, sio kama hapa bara. Mombasa watu wote ni wa huduma, ni wa makanisa machache sana inaajiri watu wa kucheza muziki, sijui wa kunini. Mombasa hiyo kitu hakuna, unless kama imeanza. Siku zetu haikuwa. Nyinyi wainjilisti, nyinyi ikifika asubuhi ndio mnaenda kuosha choo. Sasa tunaenda tunafagia. Na ujue kwa wakati wa joto na kinyesi na hiyo mvuke, tunaosha. Tukimaliza, wewe basi unasema unateswa. Unateswa ukilipa mshahara. Mungu akusaidie sana. Tunafagia. Tukimaliza, sasa sisi tunaenda wapi? Tunaenda ubiri. Mimi nikitoka hapo ninaenda hapo. Sasa tukaanza mkutano chini ya mkorosho. Watu wakaongezeka. Tukatengeneza hii kwanza. Ilikuwa haina hiyo matope. Tukaweka karatasi nusu. Pesa ya kununua karatasi hakuna. Karatasi nusu hivi. Hiyo tulikuwa tunaweka karatasi hivi. Ile kijiji kina wachawi, na wachawi wa Kigiriama wana madharau. Sasa kuna mzee mwingine alikuwa pale mchawi. Mimi nilikuwa naamuka asubuhi sana na taa ya koroboi. Unajua koroboi? Ile taa ya kitambi kikubwa hivi. Unaona moshi kabla hujaona mwangaza. Sasa unaenda nayo ama kando. Unaenda unaweka kando, mnaomba asubuhi mnaomba. Sasa siku moja nikiwa kwa hii nyumba, ikiwa haijafika hivi, nikiwa nimeweka koroboi yangu kule, natembea sakala malakata la masala, nikasikia mguko moto hakala, kwenda kuangalia, nimekanyaga kinyesi. Mtu amekunya tu saa hiyo. Hata sasa hata ndio moshi unatokana. Kasema what?
Nilikasirika, nikasema Mungu, yani kusema ule ukweli, mtu akuja tena, hakunya katikati, alikunya katikati. Huyo wachawa na madharau sana katikati, na kwa madhabahu nilikuwa nimeinua tu kamchanga hivi. The following day nikaenda kuomba Holy Speaker kule kanisani JCC. Nikasema Waislamu wanatusumbuanga hapa kupiga kelele. Sasa mimi pia nitakuwa napiga kelele. Wakisema Allahu Akbar, nasema Jesus is Lord. Nikaweka Holy Speaker. Nikatangaza, mchawi yeyote ambaye anaroga kanisa, leo ndio siku ya mwisho. Atakaye kanyaga hapa atakufa. Kumbe kulikuwa tu na mchawi jirani yangu. Wachawi wana madharau sana. Pastor, jipe moyo. Unang'ang'ana na machawi na mizimu, sio rahisi kuachilia. Wanaonanga kama ni mchezo mpaka waone ishara. Hasa asubuhi ile kama kawaida, si alizoea. Sasa alikunia jana, akakuja tena the following day. Sasa akiingia namna hii, akasikia footsteps zinakuja, akatoka mbio kabla hajajisaidia, mbio akarudi. Wakati anaenda tu hivi, ndiye anaingia tu kwa nyumba yake namna hii, mnazi ukang'oka tu hivi, ukaenda naye ukasikia mke wake, hey, nakwambia, yani nilikwambia, huyu mama mbona alima. Wajirani wanakuja, huyu tulimwambia ule kijana ni mchawi, asiende huko. Akakufia hapo. From there hatukurogwa tena. Ndio nikapata neema sasa ya kujenga anga. Sasa hiyo nimegraduate. Simpigie Yesu makofi mazuri. Pastors, you don't know what you are doing. Hiyo kanisa watu wangetoa 250 per month. Wewe umetoa 150. Hii church hakuna floor. Nanisikia? Hakuna floor. Hawa mama amenenepa saa hii. Alikuanga mwembamba kidogo huyu mama. Walikuwa watatu wenye aina hiyo ambaye hawana. Sasa tukaendelea hivyo. Nikaanza sasa kwenda, sasa hapo nimeendelea sana. Hiyo kijiji hakikuwa na nyumba yoyote ya mabati. Nikaanza kutabiri. Na nilikuwa bado nakaa kule Kisimani. Kisauni Mwandoni. Tukiwa pale tulikuanga na ushirika wa nyumbani. Sisi tulikuwa tunaita Home Bible Church. Ninyi mnaitanga cell group. Ile inaitwa Home Bible Church, HBC. Hapo nikakutana na huyu kijana pastor wangu wa Machakos, Tiso Nzioka. Na yeye pia alikuwa anasomea engineering. Kaanza kumwambia tutakuwa tunatoka hapa, tunaenda Jaoni. Wapendwa, maisha haikuwa rahisi. Niko na kitu ya kuambia mtu leo, any pastor, any man of God, ya kwamba kile Mungu alianza lazima kitatimia. Nikaanza kutabiri, kutapita barabara hapa. Mutiso sijui kama ako wapi, atawaambia. Nilianza kusema kutapita barabara hapa ya lami. Watu wanatoka, watu watakuwa kutoka Mtwapa, wengine watakuwa wanatoka town. Yani najipa moyo, lakini kweli hata mtu akija na anaweza kusema huyo kijana amechanganyikiwa.
watu watatoka wapi? Nao wenyewe uko nao hapa hawakuji. Unaambia watu wa barabara ya lami na nyumba za mabati hata hakuna. Lakini I kept on prophesying, hii mji utabadilika, huu mji utakuwa mkubwa. Baadaye tulikuwa hivyo, tukaanza kung'ang'ana, nikaamini Mungu, tukaja tukanunua lot kwa kung'ang'ana bila msaada kutoka headquarters. Mimi nimepitia mikono ya watu wawili wakatili, lakini ni wazuri, sio wakatili as per se. Yani wewe ukimwambia umeitwa, you must prove. Ulikuwa sometimes ukitoka hapa ukienda kule headquarters, ukiwaambia hata sina fare, unasikia nakuuliza, young man, uko did I call you? Nasema no. Okay, get out. Ujue vile utafika.